Na sijui mmeshindaje nyie pale? Mmeshinda salama? Haya basi karibu. Kabla tujaanza mazungumzo yetu hapa, ningependa tupate Isaiah Kabadi atuweke kwenye maombi kabla hatujaanza moja kwa moja. Okay, tuombe. Baba yetu mwema mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tuna kila sababu za kushukuru jina lako kwa kuwa wewe ni mwema kwetu. Endelea kuwa mwema kwetu Baba, ukitulinda, ukitufanikishia katika mpango huu ambao tunakwenda kufanya sasa, waimbaji wa muungano na wageni wetu waliotufikia. Tubariki kila mmoja wetu atakayesikia nyimbo hizi, ziweze kumsaidia wasikilizaji wote ambao wanatusikia waweze kubarikiwa na nyimbo hizi. Katika jina lako Yesu, amen. Amen. Asante sana. Na mtazamaji na msikilizaji, hii leo tuko eneo la Tanzania, eneo la Mwamanyiri, ambapo tunaungana na kikundi maalum cha kwaya ya muungano. Sijui wana muungano mpo? Mpo kabisa? Na kabla tujaanza mazungumzo haya moja kwa moja, niruhusu, kuna wimbo ambao napenda sana, wimbo ambao umeimbwa na hii kwaya ya muungano, unasema tenda wema nenda zako. Kisha baada ya wimbo ule tutazungumza zaidi. Karibu producer pale.
tosha kidogo. Sitaki tumalize utamu kwa sababu ndo kikao kinaanza rasmi, na wale ambao hawajui wanajiuliza hawa ni akina nani hapa. Hiki ni kikundi cha watangazaji kutoka Bagusi Global Radio. Jinsi tulivyokuwa tumetambulishwa pale awali, radio hii inapatikana kule Kenya, eneo la Kisii pamoja na kule Marekani. Najua kwamba hata Wamarekani wanatutazama, na najua kwamba si mara yenu ya kwanza kuzungumza nao ama kufanya hiki kikao pamoja nao. Na kabla hatujaenda zaidi, mimi naitwa Masion Tita, ndiye ambaye nitakuwa naendesha kikao hiki ama mazungumzo haya. Na labda nani yule pale mwenyekiti wa kikundi hiki cha muungano, kabla hatujaenda zaidi, tuambie tu machache kuhusu Muungano Christian Choir. Muungano Christian Choir ni kwaya iliyojiunga kwa ajili ya kupeleka Injili. Kwaya hii ilianza tarehe 21 Januari mwaka 1970. Ikianzishwa na vijana 21 katika eneo la Nasa, ambao sasa ni wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, ambao vijana hawa wanaendelea kumsifu Mungu mpaka sasa, hawajasimama. Ndio maana tunashukuru kwa ajili ya wageni wetu ambao wamekuja hapa kututembelea. Natumaini mnaweza, kama kuna mahitaji mengine au maelezo mengine zaidi, tutaweza kuwasiliana. Hayo tutafika hapo baadaye. Unajua tunafaa kwenda mdogo. Nasema kwamba wakati mwingine usihesabu mayai kama vifaranga havijaangua. Lakini tukiwa pale ni kikundi hiki, najua wakati ambapo nilikuwa nakuwa pale nyumbani, kuna wimbo ambao mamangu alikuwa anapenda sana kuimba, na sikujua kama kwa kweli ulikuwa umeimbwa na Muungano Christian Choir. Wimbo ambao unasema mahangaiko. Kila wakati mamangu alikuwa anaimba wimbo huu, lakini labda nimeona kwamba nyimbo zenu hazijabadilika, midundo haijabadilika. Mjaanza labda kuimba zile nyimbo za kisasa, midundo ya kisasa. Labda ni kwa nini ndugu? Muungano Choir, kila kwaya ina melodi yake. Tukitoka kwenye melodi tulio nayo, tutawayumbisha wasikilizaji. Hii ni melodi yetu tulioichagua, na watu wanaipenda na wanatuhimiza tusiweze kuiacha. Asante. Na labda mlipoanza, wewe ndio ulikuwa mwanzilishi wa kikundi hiki ama kuna wengine ambao wapo? Juza tu mtazamaji pale. Mimi ni mmoja kati ya waanzilishi wa kikundi hiki cha Muungano Christian Choir. Kwa hiyo baadhi ya wengine wachache wapo, na baadhi ya wengine wapya wamezidi kuingia. Kwaya hii na waimbaji kufikia sasa ina waimbaji 52. Ni wachache tu baadhi ya wengine ambao wamekwama wakufika hapa. Tuna waimbaji karibu 30. Basi. Na labda unajua tunaangalia nyimbo zinavyobadilika. Tumeona midundo yenu ni ile ya kitambo. Labda mna wazee wangapi kwa kiwango chako, vijana wangapi? Kwa sababu tunahitaji hii kwaya iendelee kuimba zaidi pale, ili tujue hii kwaya itaendelea kuhubiri Injili kule nje, Afrika Mashariki pale. Asante. Kwaya hii na baadhi ya wazee ambao hawazidi 20. Grupu kubwa ni vijana wa kati, na wachache ndio vijana na wasichana. Kwa hivyo hapa sijui nipatie huyu microphone kidogo azungumze. Ana miaka mingapi? Nijue kijana hapa Tanzania ana miaka mingapi? Asante. Mimi ninayezungumza, kwanza jina langu naitwa Mother Number 1 kutoka Lunzewe, wilaya ya Bukombe, mkoa wa Geita. Ni mbali kidogo kutoka hapa kwenda kule Lunzewe. Mimi miaka yangu ni miaka 49. Unakula vizuri. Unajua kitembea pale Kenya upate mtu wa miaka 49 utashangaa kidogo. Lakini mtazamaji na msikilizaji, tunapoendelea
kusikia nyimbo ambazo zimeimbwa na hii kwaya ya Muungano Christian Choir. Jambo moja, nikiwa na watafuta pale sijapata website yenu, kwa sababu najua kuna njia za kisasa za kujiuza kama kwaya ili nyimbo zifikie. Nyimbo zenu ziko YouTube, lakini hamna tovuti labda mahali mtu atatafuta aone Muungano Christian Choir inatoka mahali fulani kwa mahali fulani. Na kwa nini mkabadilisha jina lenu kutoka Muungano SDA Choir mpaka Muungano Christian Choir? Labda nani yule anaweza jibu swali hili? Moja kwa moja mimi naitwa Musa Shuli, niko Mwanza. Website hatuna, bali tuna YouTube, tuna mpango wa kuweza kuisajili mwakani. Naam. Ndio hivyo. Na labda ni kitu gani ambacho kimewaweka pamoja? Kwa sababu nimejuzwa hapa kuna wengine wametoka mbali sana kuja kuhudhuria kikao hichi. Ni kitu gani ambacho kinaweka pamoja? Kwa sababu unapata wakati mwingine watu wanaanza kikundi ama kwaya, wengine wanaondoka, wanaenda shughuli zao. Zaidi ni maombi, Naam, kumtegemea Mungu, na kuleta umoja na mshikamano. Naam. Ndio. Na kufikia sasa mmetoa album ngapi? Tumetoa album ziko za picha ziko 6. Na jumla ya nyimbo ziko 596. Jumla za video ziko picha 92 na zingine ni audio. Naam. Yeah. Na album ambayo mmetoa hivi karibuni, labda kuna wimbo fulani speciali ambao mngependa pia kubariki watazamaji nao pale, ili yule producer yake pale, ili mgusishe kidogo tu hivi. Unajua wakati mwingine unasema kwamba mazungumzo bila burudani wakati mwingine yanachosha kidogo. Wimbo ambao tuliotoa hivi karibuni unasema nimwachie. Nimejifunza mengi. Sijui kama producer kuna ule wimbo pale, moja kwa moja tusikie jinsi mdundo unatoka hapa Muungano Christian Choir.
Ingawa kuna siku chache za kufurahi, lakini zimejaa taabu na shida. Furaha yetu hii ni ya muda kitambo, furaha ya kweli iko mbinguni. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Kwa kweli nasema kwamba ni maisha ambayo tumeyapitia. Sijui kama nyinyi wana Mwamanyiri, maisha ni rahisi kwenu ama maisha magumu? Magumu. Unajua, nilizungumza na mtu mmoja nikamwambia maisha ni magumu, akaniambia wewe ndio hujajipanga. Wewe ndio hujajipanga. Maisha ni kujipanga. Kwa hivyo natumai kwamba umejipanga, usije ukasema maisha ni magumu. Kuna neno moja ambalo mchungaji alizungumza pale katika ibada, akisema kwamba miguuni, kaa kwenye miguu ya Yesu. Miguuni pake Yesu ndio utapata utulivu. Inanikumbusha, nasema kwamba Yesu ndiye anakuwa wakili wako kila wakati. Anakutetea wakati haupo. Anakuwa ni mtu ambaye anakuweka mbele. Sijui katika hii injili ambayo mnahubiri, na ulisema vizuri mzee kwamba ni maombi ambayo yamewaweka pamoja. Mmepeleka wapi injili? Alafu ni changamoto gani mmepata wakati ambapo mnaeneza hii injili kupitia nyimbo za Muungano Christian Choir? Pamoja na kazi kubwa hii tunayoifanya, na kulingana na somo lile la mchana katika kipindi cha mahubiri, kuwa na Yesu ndio mafanikio ya mambo yote. Naam. Kwa kuwa pamoja na Yesu ndio maana tumemudu kwa muda wote huu. Maana Yesu ametuunganisha katika upendo ambao unatulazimisha kupeleka injili. Lazima ukae karibu na Yesu. Naam. Na uone kwamba Yesu alijitoa kwa ajili yetu. Vipi sisi tusijitoe kwa ajili ya ndugu zetu wengine ambao hawajapata habari njema? Naam. Kwa hiyo kundi hili ndio maana liliazimia kujiunga ili lisambaze habari kwa ndugu na marafiki na watu wote walio karibu na mbali ambao hawajapata kusikia neno la Mungu waweze kulipata. Na labda zile changamoto ambazo umepita ujaangazia zile wakati labda mmeondoka hapa mmeenda sijui ni Mwanza ama mmetoka hapa mmeenda kule Kenya ama Uganda kwenda kupeleka injili pale. Changamoto zipi mnapitia katika lile swala zima? Katika changamoto ambazo tumepitia, moja wapo hasa usafiri. Kwa kupeleka injili tumekuwa na shida kubwa kwa ajili ya usafiri, magari. Mara mwingie kwenye gari hili mfika pale mshuke. Na ndio maana hitaji letu kubwa katika kwa wasikilizaji wetu ni kupata usafiri. Maana usafiri utaturahisishia kusambaza injili na kuwafikia watu wote katika sehemu zote. Naam. Ndio. Shukrani za dhati. Unajua unasema kwamba wakati mzee amezungumza, ningependa mimi ni mwanadada nipatie nafasi mama mmoja pia azungumze. Sijui nani atazungumza hapa. Nimuulize swali tu la kwangu kidogo. Asante. Mama Pendo. Nani yule pale atazungumza? Mama Pendo. Mpitishe kipaza sauti.
Naam, tulisema pale awali kwamba watu wengi wanajiunga na kwaya kisha baadaye unapata ameondoka, labda kaolewa. Kama wewe ni mwanamke umeolewa, umeenda kule, unasahau mambo ya Injili. Labda ni kipi, kwa sababu naona kikundi kimekaa pamoja kwa muda mrefu, ni kipi ambacho utaambia wanadada ambao wako pale nje ambao labda wangependa kueneza Injili na labda kutokata tamaa katika kueneza Injili kupitia nyimbo? Ninapenda kuwasihi kwamba uimbaji kwa kweli ni kitu cha muhimu katika maisha ya mwanadamu. Unapojitoa kumtumikia Bwana, unakuwa na heri sana katika maisha yako. Mimi nimeimba bado ningali msichana, lakini mpaka sasa hivi ninahesabu nina miaka 61. Niko katika uimbaji. Kwa kweli uimbaji ni kitu cha muhimu. Ningependa kuwakaribisha wasichana, wavulana, wazee, tujumuike pamoja katika kumtumikia Bwana kwa njia ya nyimbo. Nimesikia pale kulikuwa na swala moja ambalo umesema ati uko na miaka 61 na sioni mvi kichwani jamani. Unajua najua tarajia nione mvi zimeanza kuota pale kichwani, lakini ni vizuri zaidi. Na labda kwa kila ambaye ana nia ya kujiunga na kikundi hiki, anakaribishwa na ile njia ambayo mnachagua ni nani anajiunga na hiki kikundi? Kuchagua sisi hatuchagui, mtu mwenyewe akipenda kujiunga na sisi anakaribishwa sana. Haya, shukrani za dhati. Kabla tujamaliza kabisa, najua tumebakia na muda kidogo. Kumbuka kwamba tuko live, yani tuko mbashara kwenye channel ya YouTube, tuko mbashara kwenye Facebook page pale Abagusi Global Radio, na sijui kama nitapata jumbe pale niangalie nijue watazamaji na wasikilizaji wanasema vipi. Lakini kabla ya hayo yote, ningependa, I love this song, napenda wimbo huu wa Mahangaiko sana. Tuimbe tu jamani, kisha tumalizie kipindi baadaye. Naona producer amelala kidogo. Mahangaiko. Utafuteni ufalme na haki
Asante sana kwa wimbo huo. Na sijui yule ambaye anatazama anaendelea kutafuta pesa na sahau Mungu. Na sijasema watu wasitafute pesa, kwa sababu pesa ndo zinatufanya tuishi, lakini mkumbuke Mungu kila wakati. Unaporauka asubuhi, mkumbuke Mwenyezi Mungu, sema shukrani kwake. Unapotembea, unaporudi, unapolala, jamani hakikisha kwamba unamweka Mungu mbele kila wakati. Na kabla hatujamalizia, umesema kuna changamoto, labda kuna mtazamaji anatazama amependezwa sana na kikundi hiki cha Muungano. Kuna yule ambaye anataka apate nyimbo zenu kwa njia fulani, labda atapataje nyimbo fulani, na ni usaidizi upi ambao unaweza ukahitaji kutoka kwa wale ambao wanatazama? Nyimbo zetu utazipata kupitia YouTube channel. Enda katika andika Muungano Christian Choir @yahoo.com @gmail.com. Basi utapata nyimbo zetu karibu zote. Alafu ukipitia Fresh utazipata kwa namba ambayo ni +255 758 38 12 35. Labda rudia hiyo namba kidogo, kuna yule ambaye hajaipata. Yaani kwa namba ya simu utaipata kwa 255 7 58 38 12 35. Utapata Fresh pamoja na memory kwa ajili ya nyimbo kwa injili nyumbani. Na labda iwapo kuna yule ambaye angependa kuwasaidia apate ama atume usaidizi wake kwa njia ipi pale, iwapo kuna yule yako na ile account? Akaunti tumempa hapo, director ataiandika katika screen. Lakini vizuri pia uiseme moja kwa moja, kuna yule anafanya kazi akisikiza, unajua. Basi ileta alafu tuisome. Naam. Ili iweze kuwafikia wadau wetu. Naam. Muungano Christian Choir. Tuma mchango wako kupitia M-Pesa 25522 CRDB Bank account number 0152335401200. Written to Muungano Christian Choir, PO Box 91 Magu, Mwanza, Tanzania. M-Pesa pay bill 5522022. Deposit your account CRDB Bank 0152335401200. Please call us now this number of Muungano Christian Choir, Mr. Magumba Josia Shuli, +255 710 751 na 303. Najua hayo yote ambayo amezungumza, kwa kweli majina hayo yote yanapita pale kwa screen chini, kwa hivyo unaweza ukatazama pia pale kama hujapata hiyo namba vizuri, ili ishike. Na kabla tujamalizia vile vile, sijui kama mnapeleka injili. Unajua wakati huu ni walikizo maeneo mengi, sijui mnapeleka injili maeneo fulani ama mmepanga vipi hii Disemba, ili pia kuna yule angependa kufika pale ili pia asikie mkimba na mambo kama hayo. Kwa wasikizaji wetu tunawaalika tarehe 31 tutakuwa Nyamarambe, Kisii, Kenya. Kuanzia tarehe 31 mpaka tarehe 14 mwezi wa kwanza 2023. Sikukuu tutakulia huko kwa ajili ya kumtangaza Mungu. Karibuni Nyamarambe, Kisii, Kenya. Karibu Nyamarambe, Kisii, Kenya, ambapo Muungano Christian Choir watakuwa pale moja kwa moja. Sijui kwa kweli nina watu hapa ndani wengi sana wanasikiza. Unajua mtazamaji na msikilizaji anatuona tuko tu hapa mbele, hajaona kwamba kule nyuma kuna watu ambao pia wamekuja kushuhudia na vile vile kusikiza baadhi ya nyimbo za Muungano Christian Choir. Kwa sababu pia sipendi sana niwapatie nafasi, wacha nipatie mmoja kutoka upande azungumzie anayohisi. Unajua utakuwa unaimba wimbo, mimi nasema unafaa kuweka kitu fulani kwa ubeti fulani, unafaa kufanya kitu fulani. Labda mmoja toke pale kwenye hadhira kuja hapa kidogo. Sijui nani atakuja pale. Hebu mama kuja. Ameogopa huyo?
Huyu ako hapa. Njoo zungumzi. Hiki ni kikundi, ni kwaya ambayo nimeona mmeienzi sana hapa Mwamanyiri, na ningependa pia, unajua, unaweza ukawapa moyo ili waendelee kuimba nyimbo zaidi, sije ikafika kesho kutwa wakapoteza tumaini kwamba tunaimba ndio, lakini kwaya ya nyumbani pale hawatupatii motisha, mambo kama haya. Napenda kuwashukuru sana. Kwanza nashukuru sana kwa kupewa nafasi hii. Kwa majina naitwa Severa Zakaria, ni mshiriki katika kanisa la SDA Mwamanyiri. Ninashukuru sana kwanza kwa ajili ya kwaya hii. Imeendelea na tangu nilivyosikia kwamba imeanza tangu 1960 ngapi? 70. 1970. Ni kwaya ambayo bado imeendelea kujijenga katika ukweli wa Mungu. Hivyo basi kila mmoja anapokuwa akisikiliza ujumbe, na nadhani ile melody yao ambayo walioendelea nayo haijabadilika, na ndio maana mpaka wakati huu wameendelea kuwepo, na wengi wamekuwa wasikilizaji kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu na kutazama kwamba hata zile melody zimeendelea kuwavutia watu na jumbe zao zimeweza kuwasaidia wengi, na mpaka sasa hivi kikundi hiki hakijasambaa, na hata wengine pia mnakaribishwa kwa ajili ya kujiunga na kwaya hii ili tuendeleze kazi ya Mungu. Asanteni na Mungu awabariki. Amina. Shukrani za dhati. Mambo kama hayo, mambo wanayaita mambo chanya. Ni chanya, sivyo? Mambo poa. Ama ni chanya. Hayo ndo yanahitajika kuwapatia motisha waimbaji wetu hapa, na vile vile kwa yule ambaye anatazama na kusikiza. Nimewaambia ukitembea kwenye kurasa zetu utaona jinsi watu wamezungumza pale, kwa sababu hatutaharibu mtandao kidogo. Kwa hivyo itabidi mtazamaji na msikilizaji, kabla sijaondoka, neno la mwisho ambalo ningependa alisemwe na mzee mmoja na mama mmoja kabla tujatamatisha. Na tunamaliza na wimbo wa maisha yangu ni mafupi. Nadhani ninapenda huo wimbo sana, kisha tutasema kwa heri zetu hapa. Okay, naitwa Isaya Kabadi. Ni mwimbaji wa Muungano tangu mwaka 86. Ndio nilijiunga na Muungano, katoka kwenye kwaya nyingine kule. Kazi ya uimbaji ni kazi muhimu. Na tusichukulie kwamba uimbaji ni mambo ya vijana tu. Wengi wanachukulia kwamba mimi bado vijana, ninaendelea kuimba. Akifikisha miaka 30, 40, 50 anaacha kuimba. Mimi mpaka sasa, huu ni mwaka wa 76. Umri wangu ni miaka 76. Na ninategemea niendelee kuimba mpaka nilale. Kwa sababu uimbaji ni shughuli njema, na kama msemaji alisema mchana kwamba uimbaji ni dawa. Kwa hiyo unaweza ukaniona nimezeeka, lakini ukinikuta nimeshika mic ninaongea kama kijana. Kwa hiyo naendelea kuimba, na ninawasihi watu wote tufanye uimbaji. Haumwimbii binadamu, unamwimbia Mungu, unamsifu Bwana. Karibuni kwenye nyimbo za Muungano, karibuni kwenye nyimbo za kila namna za Kristo, tuishirikiane katika kumsifu Bwana. Asante. Amen. Mama mmoja pia atoe mambo yake ya mwisho pale kabla tujatamatisha. Naona ni wengi mko hapa, msiogope. Mimi naendelea kuongezea hayo yaliyopita wazee wetu waliosema. Ni kwamba kwa kweli kumtumikia Mungu ni kuzuri sana. Na kunalipa. Kwa sababu gani? Unapomwimbia Mungu huzeeki haraka. Ukiniona hapa mimi namalizia mwaka wa 61. Naelekea wa 62, lakini bado naimba kama kijana. Kwa hiyo tunawakaribisha vijana kwa wazee, muingie katika kwaya hii kumtumikia Yesu. Unapomtumikia Yesu, yani ni furaha sana na ni faraja kubwa. Na utaendelea tuweze kufanya kazi ya Mungu. Tunawakaribisheni tujiunge na kwaya ya Muungano ili kusudi kipindi hiki cha mwisho tusukume gurudumu kwa ajili ya kuleta watu wengine kwa Yesu. Asanteni. Amen. Na unapotazama pale wazee na kina mama,
Wamevaa kimalaika malaika hivi. Najua wakisimama pale kuimba wimbo wa mwisho, kwa kweli natumai kwamba utabarikiwa. Na vile vile kusisitiza tu lile ambalo walisema, ili kupeleka injili hii kwenye maeneo mengine ya Afrika, kule Afrika Mashariki na maeneo mengine. Iwapo by the way uko pale eneo la Canada, huko Texas, na ungependa waje, watakuja wafanye kazi yao jinsi ambavyo wanahitaji, lakini kwa sasa wanahitaji ule msaada wa gari basi ambalo litakuwa linawasafirisha kila mahali wanapotaka kwenda kupeleka injili. Kwa hivyo iwapo msaada unaotuma kwa zile nambari za akaunti ambazo ziko pale chini ya skrini, zikiendelea kupita mdogo mdogo. Vote of thanks nitatoa baadaye baada ya wimbo ambao unasema maisha ni magumu. Hata kama kunradhi, maisha yangu ni mafupi. Hata kama maisha yako ni mafupi, wacha ikupate huko kwenye upande wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na kwa huu wimbo ningependa wasimame jamani, sitaki mchoke miguu sana, ili muimbe kisha baadaye tutatamatisha. Kwa sawa? Maisha yangu mimi ni mafupi sana, yapita kama umande litokapo jua, yapita kama kivuli jua lituapo. Mimi ni msafiri duniani hapa, nikiwa nayo mali bila Yesu vile, heshima madaraka bila Yesu vile, mauti yaningoja kama vile mamba awindavyo mawindo katika bahari. Nikiwa nayo mali bila Yesu vile, heshima madaraka bila Yesu vile, mauti yaningoja kama vile mamba awindavyo mawindo katika bahari. Magonjwa yaningoja kama vile vumbi, njaa, vita, ajali vinapiga hodi. Yesu
nani ambaye hawezi akapenda zile nyimbo jamani? Hata mwezi mkashangilia kwa sababu ni kikundi ambacho kimetoka kanisa lenu. Kinawabariki, kinatubariki kule Kenya, kinatubariki kule Marekani, wanabarikiwa. Sijui kwa nini nyinyi hamfurahii kikundi hiki? Mnafurahi sana lakini sioni nyuso zenu kama zinaonyesha furaha. Anyway, unajua wakianza kuongea Kisukuma sitaelewa. Haya, mimi hiyo Roho Mtakatifu atanisaidia nijue. Wacha tumalizie hapo kwa sababu ya muda, najua wengine mnataka kwenda maeneo fulani, lakini kabla hatujamaliza kuna wale ambao wanatutazama pale kupitia Bagusi Global Radio. Tunashukuru sana, na kwa muda mrefu tumekuwa tukisema muungano itakuja lini Kenya, kama waje basi wacha tuende kule. Tunashukuru sana wale waliotufadhili kufika hapa, tukianzia na mkurugenzi wa Bagusi Global Radio Mr. Orina Ontiri Jeremiah, pamoja na Mr. Umburo pale alitusaidia sana, na wale wote ambao wametushika mkono tukafika hapa tukazungumza moja kwa moja na kikundi hiki, tunashukuru sana. Vile vile hatutaacha nyuma ule usimamizi wa kikundi hiki cha muungano, kwa sababu tungesema tunakuja wasema hapana kaeni huko, lakini wametukaribisha, tumekuja, tumezungumza nao, tumekula, tumeshiriki neno, na kwa kweli tunashukuru sana. Najua ni wakati wangu wa kwanza kuja hapa Tanzania, hivyo niko na hadithi nitaenda kusema kule. Kufikia hapo wacha tutamatishie pale, lakini pia ningependa tumalize na ombi, kisha kuna wimbo mmoja ambao ulikuwa umebakisha tumalizie nao kabisa. Sijui nimpatie huyu mama hapa atuombe. Huyu ako kando yako pale, menyamaza sana. Atuombe ili tutamatishe kipindi hiki na wimbo ambao mwenzetu pale producer anatuwekea pale. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wako na ulinzi wako. Tazama tunakuja tena mbele zako. Tumemaliza kipindi chetu cha shooting. Baba, tazama wana wako ambao wametushuti, tunaweka mikononi mwako kaweza pamoja nasi. Nyimbo hizi zikaweze injili zikasambaze kwenda mbali. Baba, tunajiweka mikononi mwako tena saa hii. Tunapotamatisha kipindi hiki tunajiweka mikononi mwako ukaweza kuwa pamoja nasi. Ni ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Amen, amen. Unajua naweza nikafungia mtu ambaye alikuwa na kitu kinamchoma choma, nisije nikakufungia ukaenda kusema alikuja, nilikuwa nataka kuzungumza lakini akanifungia. Ni hapa mtangazaji. Sawa. Hatutamsahau Pastor Nyabando Brown akiwa pale Marekani Washington, amechangia mawazo mengi, ametoa pesa zake. Nashukuru kwa maombi yenu. Wenzetu jana waliweza kupotea, lakini kwa maombi yenu wakapatikana usiku wa saa 9 saa za Afrika Mashariki, mimi nikifuatilia mambo ya mtandao. Kwa hiyo Mungu aliwasaidia wakaletwa salama na jamaa moja kutoka kule Mwaniga. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jamaa ambaye aliwaleta paka kwa mzee Josia ili kuweza usalama. Ujue kwamba Tanzania tuko salama, hatuna wasiwasi, walifika kwa amani. Ndio ombi kubwa na ndio kitu ambacho naweza ukisema kwenu kupitia maombi yao, na watakaporudi tuwaombe wafike salama wakaendelea na kazi yao. Mzee Magumba. Nikiwa kama mwenyekiti ninaomba kwa watu wote watakaohitaji kikundi hiki kiweze kuwafikia, ikiwa ni Marekani, ikiwa ni Ulaya, sisi tuko tayari. Njia moja, hatuna kizuizi chochote. Huwa tunaacha shughuli zetu zote tukiwiwa na kazi ya Mungu. Kwa hiyo wapenzi wetu popote mlipo, wasikilizaji na wapenzi wa muungano wa kwaya, kwanza tunaomba mtukumbue kwenye maombi. Kazi hii ni muhimu na ni kazi kubwa. Na sisi ni wana familia, wazee wenye wajukuu, lakini tunapoitwa kwa kazi ya Mungu huacha mambo yote na tunaenda mbele kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo asanteni sana ndugu mliofika hapa kutoka Gusi Radio, na Mungu aweze kuwabariki. Karibuni tena mahali hapa. Hili ni kanisa la Mwamanyiri. Muda mfupi, siku chache zilizopita, liliwekwa wakifu. Kwa hiyo kuwekwa wakifu kwake kumeleta baraka kwa nyinyi kufika hapa. Mungu awabariki zaidi. Amen. Na msonge mbele zaidi. Amen. Na kumalizia, najua kwamba mpiga picha itabidi apige picha moja ya hiki kikundi, lakini kwanza producer, wimbo mmoja wa kumalizia kabla ya ile picha.
Asante sana. Unajua mnaimba mpaka nasikia ni kama vinaitwaje? Vinasimama kwa mwili vile vinywele. Vinaitwaje? Hivyo sasa. Lakini wimbo ule unatuambia kwamba tuombe kila mara, unapoamka, unapolala, unapotembea, kila mahali. Maombi silaha ambayo ni ya kuzungumza moja kwa moja na Mwenyezi Mungu. Unajua wanasema kule kwetu Kenya wanasema barikiwa. Hebu jameni wabariki hawa ambao ni wana kikundi cha muungano. Asante sana, mbarikiwe pia wale ambao ni wa kikundi na washirika wote, tunashukuru na mbarikiwe pia. Kwa hivyo kufikia hapo, acha tumalizie pale, na tunashukuru sana kwa utazamaji.